بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa Ramadhani mwaka 1439 katika darsa ya risala fawaid mustanbata min qissati Luqman al-Hakim الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. لفكية الفائدة 14، فائدة يكون 4 miongoni mwa fawaid zinazopatikana katika kisa alichotusimulia Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, katika sura ambayo imepewa jina la Luqman alayhi salam. أهمية تنشئة الأبناء من الصغر على التوحيد والإخلاص. katika fawaid zinazopatikana sehemu hii ni umuhimu wa kuwalea na kuwakuza watoto kuanzia utotoni mwao katika tauhid na ikhlas, kuwafundisha tauhid pole pole na ikhlas, walbu'd 'an ash-shirki, na kumlea mtoto na kumfundisha kukaa mbali kabisa na ushirikina. وهذا أيضا مستفاد من هذه الوصية: يا بني لا تشرك بالله. na hii faida pia tuipata hapa katika huu wasia ambao Luqman alayhi salam alimpa mwanawe kwa kumwambia ya bunayya la tushrik billah, ewe mwanangu usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. فيحتاج الأبناء من الصغر أن يحذروا من الشرك. watoto kuanzia wakiwa wadogo watakikana watahadharishwe kutokamana na ushirikina, na hili lipo wazi: ya bunayya la tushrik billah. pamoja na kuwa ni mtoto mdogo, lakini baba yake wasia wa kwanza kabisa amkataza kutokamana na shirki. فيحتاج الأبناء من الصغر أن يحذروا من الشرك وأن يدعوا إلى التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى. كما vile watoto kuanzia wakiwa wadogo watakikana watahadharishwa kutokamana na shirki, kadhalika walinganiwe katika tauhid na ikhlas. bimaana mtoto akiwa mdogo aweza kumfundisha kwa jambo fulani hili ni shirki haifai, na jambo fulani hili ni shirki pia haifai, na kadhalika ukamlingania katika tauhid, kumfundisha kuanzia akiwa mdogo. Kwa mfano kumuuliza mtoto aina Allah, ajibu fi samaa, awe na uzoefu. kisha umuulize madalil, umuhifadhishe arrahmanu ala al-arshi istawa, kwa sababu mujtamaa tunaoishi
umejaa ahlul bid'ah wal ahwa. Ikiwa mtoto wako hautamlea katika itikadi sahihi kuanzia akiwa mdogo, waweza kumkosa, hasa katika mujtamaa wetu ambao umeenea ahlul bid'ah wal ahwa na umeenea uzushi kiasi cha kuwa mtu akizungumza haki aonekana ni muovu. Leo kama utawauliza wengi katika Waislamu Allah yuko wapi, utasikia majawabu tofauti. Na lau kama wewe utawaambia kuwa Allah yuko juu kwa ushahidi wa hii aya Ar-Rahman wa 'ala al-'arshi istawa na aya nyingine nyingi, atakuona wewe ni muovu kabisa. Mpaka imefikia wakati kuna baadhi ya watu wanaojinasibisha na sunna au na haya kutamka hii itikadi yake. Maskini wengi wetu watufahamu kuwa kuna wanaovioni walikaa chini wakaandika vitabu waswa kuhusu masala haya al-ulum. Al-Imam al-Dhahabi rahmatullahi alayhi, na kuna wanaovioni muasirin wakubwa wakakaa chini wakahakiki kitabu. So kuna watu waona ni swala dogo sana, hamash, halina umuhimu. Ushamuona hizbi akiweka muhadhara ama akitoa khutba, aina Allah, azungumze kuwa katika hili jambo kuna kosa watu wengi walifanya katika tauhid, kutojua Mola wao yupo wapi, pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza wazi katika kitabu chake hili jambo, akaliweka wazi. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna wengine wasema haifai kuuliza hivyo, haifai bwana. Hadith katika Sahih Muslim ya hadha, hadithi ya Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami fi Sahih Muslim, na hii yatakikana kila mtu wa sunna ahifadhi. Aina Allah? Qalat fi as-sama. Man ana? Qalat anta rasulullah. Qala a'tiqha fa innaha mu'mina. Mtume sallallahu alayhi wasallam akampa tazkia, huyu ni mu'mina, kwa kujibu maswali haya. Ahlul bid'ah katika jambo hili walivyoeneza shubuhati, ikawa haiwezekani hapa kutia shubha. Sasa hapa haiwezekani, maana iko wazi sana. Aina Allah fi sama, au ulizo aina Allah fi kulli makan, jawabu lako limefanana hivi. Ama aina Allah la fawq wala taht wala yamin wala yasar wala amam wala wara wala, yani maana yake ni kuwa Allah hayupo, hakuna Allah. Hakuna tafsiri nzuri ya hakuna kama hii. Ikiwa utafuta tafsiri ya hakuna, basi sema haiko juu wala chini wala kulia wala kushoto wala mbele wala nyuma. Wapi? Haiko. Al-Jahmiyah yaabuduna adama, na hii ndio itikadi sasa hivi imeenea hata kwa makhurafi, itikadi ya kijahmiyah. Kwa kuna umuhimu sana kwa watoto kufundishwa tauhid, tena wafundishwe mpaka iingie katika damu zao na mifupa yao na nyama zao, mpaka akisimama mkhurafi aone yeye haya, akianza tu zile falsafa zake na Ar-Rahman wa 'ala al-'arshi istawa, aamintum man fi as-samaa sabbih isma rabbikal a'la. Hawezi kuwa Firaun amefahamu itikadi kuliko Muislamu, amwambia ya Haman ibn li sarh la'alli ablughu al-asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiba. Musa alikuwa akimwambia Firaun kwa Allah yupo juu, sema hebu nipinijengee taka jumba refu hivi, nenda nikachungulie kule juu, ni kweli? Sababu alikuwa akiambiwa yuko juu. Na Firaun alifahamu kwa Musa yuko na haki, wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa. Na fitra, unapoomba dua wahisi ndani ya moyo wako kuwa wamuomba aliko wapi? Juu. Na watoto wakizaliwa tu, kabla ya kwenda hizi madrasa za kikhurafi,
wa tayari wajua kuwa Allah yuko juu. Ukimuuliza Allah yuko wapi, atanyosha kidole juu. Hata mtoto wake huyo khurafi anayesema Allah yuko kila mahali, aende akamuuliza mtoto wake aliyemzaa, atamwambia Allah yuko juu. Mtoto wako atakufundisha wewe. Kwa hiyo itikadi iliyokuwa nayo sio aliyotuumbia nayo Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni mfano, na kuna mengi katika tauhid yatakikana watoto wetu wawe watalakinishwa polepole, kama tunavyoona faida hapa. وإذا لقن الابن التوحيد من بداية نشأته ينفعه ذلك بإذن الله نفعا عظيما. na ikiwa mtoto atakuzwa polepole katika nini, tauhid, basi biidhnillahi ta'ala hilo jambo litamnufaisha pakubwa sana. ولهذا كان من الحكمة في تسمية الأبناء بعبد الله وعبد الرحمن كما جاء في الحديث خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. na kwa sababu hiyo ikawa ni katika hikma kuwaita watoto kwa majina haya, Abdullah, Abdurrahman. na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi akasema khairul asma, majina yaliyo bora kabisa, Abdullah wa Abdurrahman. haya ndio majina yaliyo bora kabisa. kwa nini? asema an yansha al-ibnu ala at-tauhid, ili yule mtoto akue katika nini, tauhid. وينشأ وهو يعرف أنه عبد لله وليس عبدا للهوى. akikuwa asikia aitwa ya Abdullah, ya Abdurrahman, ajua yeye ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, wala sio mja wa kufuata matamanio ya nafsi yake. wala abdan lidunya, wala sio mtumwa wa dunia, sio mja wa dunia. ولا عبدا للشيطان ولا عبدا لحظوظ النفس, ولا sio mtumwa wa shetani, wala sio mtumwa wa kinachotaka nafsi yake, ajifikiria nafsi yake. wa inma abdun lillahi tabaraka wa taala fayansha'u an-nashi'a ala usuli al-iman wa ususi al-aqida. ajua kuwa yeye ni mja wa Allah tabaraka wa taala, akuwa yule mtoto katika misingi ya iman na misingi ya aqida sahihi. wa huwa al-asas alladhi yuqamu alayhi bina'u ad-din. na aqida na iman ndio msingi ambao husimamishwa juu yake jengo la hii dini. wa yuassasu alayhi al-milla, ndio msingi ambao huwekwa chini mila yote ya Uislamu ikajengwa juu yake. wataqumu alayhi ad-diyana, dini imesimama juu ya itikadi sahihi. fala taqumu ad-diyanatu wala tastaqimu al-millatu illa bit-tauhid au illa ala at-tauhid wal-ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. kwa hivyo dini haisimami wala hainyooki isipokuwa juu ya tauhid na ikhlas. kukikosekana tauhid na ikhlas, basi hata ibada anazozifanya mja hazitamfaa chochote, hazimfai chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kinachozingatiwa mwanzo kabisa ni huu msingi. kwa hivyo tuwalee watoto katika misingi ya tauhid na kuwakataza kutokamana na shirki. na hivi ndivyo inavyokuwa katika mujtama ambao sunna imeenea katika hali kama hii. alhamdulillah, ukienda katika mujtama ambao sunna imeenea utaona hali kama hii, na mifano yake haya mingi
ingawa tutosheke na haya tuliyozungumza kuwa katika huu wasia wa Luqman tupata hii faida. الفائدة الخامسة عشرة أن الشرك أظلم الظلم وأعظم الجرم. شرك ndio dhulma kubwa kabisa, na kama kuna uovu basi hakuna uovu uliofikia kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Dhambi ovu sana. وهذا مأخوذ من قوله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. tupata faida katika hii sehemu ya aya, inna ash-shirka la dhulmun adhim. Hakika shirki ni dhulma kubwa mno. Na jana tulitaja au huko nyuma tulitaja kuwa ikiwa shirki ndiyo dhulma kubwa kabisa, basi itakuwa ni katika hikma katika kukataza madhambi mwanzo watu waanze kukataza nini? Shirki. Na ikiwa tauhid ndiyo hasana iliyo bora zaidi, basi ni katika hikma katika ulinganizi mwanzo watu waanze na nini? Na kulingania katika tauhid. At-tauhid ya ibadallah, tauhid itangulizwe iwekwe mbele kabisa. والظلم وضع الشيء في غير موضعه. ظلم ni kuweka kitu mahali ambapo sio pake. وأي ظلم أشنع من أن توضع العبادة في غير موضعها. na dhulma gani ni mbaya zaidi kuliko ibada kupelekwa mahali ambapo sio pake? بأن تصرف لمخلوق ناقص عاجز لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. ikawa yapelekwa ile ibada kwa kiumbe ambacho kina upungufu, hakina uwezo, hakijimiliki nafsi yake manufaa wala madhara. Na hapa ndiyo vita vikubwa sana vilivyoko baina ya watu wa tauhid na watu wa shirki. Sababu waombwa viumbe au kupelekiwa ibada viumbe ambao wao wenyewe hawajimiliki nafsi yao manufaa na madhara, wala hayatan wala nushura, wala hawajimiliki uhai wala kujifufua. wakishakufa hawezi kujifufua. wa ayu dhanbin a'zamu min hadha yakhluqu Allahu al-insan thumma yattajihu bil ibadati li ghayrihi. kuna dhambi kama hii? Allah amuumbe huyu mwanadamu, kisha huyu mwanadamu aelekee katika kumwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. ويرزقه الله ويتجه في طلبه للرزق إلى غيره. na Allah ndiye anayempa riziki, na yeye aelekea kwa wengine wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ataka apewe riziki. kuna watu wako katika jahili ya hali ya juu sana leo hivi. mtu wallahi haula ad-dajajila, kuna mijitu midajjal katika mujtamaa wetu tunaoishi ajabu sana, hasa kwa watu wa mashambani maskini, ambao maskini Uislamu unaofahamu ni mchache. hawa dajjalin min al-khurafiyin wal-mutasawwifa wanaovisha watu irizi, wadanganya baadhi ya watu kuwa hii irizi ukiivaa itakuwa ya kuletea riziki au ni sababu ya kukuletea wewe riziki. Kwaona mtu yuwavaa zile hirizi, akiulizwa kwa nini asema ndio riziki yangu naipata nikivaa hii. Subhanallah. na hivi ndivyo vita baina yetu sisi na watu kama hao wanaodanganya awamu maskini wasiojielewa, wakawatia katika majanga kama haya. hatujasimama hata siku moja tukamwambia watu tunataka mchango, shawai alhamdulillah, wala Allah situfikishe huko. dunia yenu kaeni nao nyinyi, nini tunataka? mumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, msimshirikishe na chochote. hiyo ndio tunataka.
mbona nyinyi mmekaa mkiwazungumza hawa na hawa na hawa? Kwa sababu tutaka wote watu wawe wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wasimshirikishe na chochote. Hayo ndio malengo, ndio vita baina ya sisi na wengi katika watu, kuwa ili watu wamwabudu Allah peke yake. Wataka mtoto muombe Allah peke yake, wataka riziki muombe Allah peke yake. Wacha kuwaomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, muombe Allah peke yake subhanahu wa ta'ala. Idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah. Tai fi shay, kuna tatizo mtu akwambia maneno haya? Ma nuridu dunyakum, wallahi hatuna haja na dunia mnayo. Dunia yenu kaeni na wenyewe, lakini muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. La tushriku bihi shay'a, msimshirikishe na chochote. Mfuateni mtume sallallahu alaihi wasallam. Da'watuna alkitab was sunna ala fahm as-salaf. Hakuna kingine tunachokitaka kwa ndugu zetu. tizama, qala wa yashfihi Allah wa yattajihu fi talab ash-shifa ila ghairi. Allah ndio anemletea shifa na ponyo, yeye aelekea kutaka shifa kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ayu dhulmin a'zamu min hadha, dhulma gani ni kubwa zaidi kuliko hii? Na nataka tufahamu kuwa tukisema dhulma sio kuwa mja amdhulumu Mola wake, la wallah, huwezi kumdhulumu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala يقول وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هم ظلموا الله سبحانه وتعالى ولا هنا uwezo wewe. Una nini wewe? Wewe waweza vipi wewe jambo kama hilo? Uwezi. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وظلموا نفس زينو، تني وظلموا نفس زينو. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. Allah hana haja na sisi kama tulivyotaja huko nyuma. الفائدة السادسة عشر حاجة المتعلم والمدعو إلى معرفة ثمرة الأوامر وخطورة النواهي ليتمكن من الامتثال. haja ya mwanafunzi anayejifunza ilmu au anayelinganiwa kujua matunda ya maamrisho anayoamrishwa na hatari ya makatazo anayokatazwa, ili apate kumakinika kutekeleza maamrisho na kujiepusha na makatazo. فإذا ذكر له الأمر احتاج أن يذكر له الفائدة والثمرة. akitajiwa maamrisho ahitaji atajiwe faida yake na matunda yake. وإذا ذكر له النهي احتاج أن يذكر له العاقبة الوخيمة التي ينالها من دخل في هذا الطريق. na akitajiwa makatazo ahitaji atajiwe na mwisho wake mbaya anaopata yote mwenye kuingia katika njia kama hii. وهذا مستفاد من القصة في عدة مواضع. sehemu mbalimbali kama hapa, la tushrik billah, kisha kaambiwa nini? inna ash-shirka la dhulmun adhim. na ukombele wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha, kisha kama inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. wa hakadha katika sehemu mbalimbali yakikisa Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza hayo. na wewe kama mlinganizi pia watakikana hili jambo uliweke akilini, kwa unapokataza kataza na ubora zaidi uwe utakataza na kutaja mwisho mbaya wa mwenye kufanya yale uliyokataza, na unapoamrisha ni bora utaje matunda mazuri anayoyapata yule anayetekeleza amri kama hiyo. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.